ombea ndoa yako kila siku. Siwezi kutoka kwenye msingi ulio bora niliofundishwa na wazazi wangu. Cha kwanza, walinihasa kwa ya kwamba nikiamka asubuhi nianze na usafi, pia kufanya usafi wa kiwanja, na mpaka sasa natekeleza na sioni shida yoyote. Kingine, waliniambia kuwa ya kwamba nikipika chakula kizuri kinachompendeza kila mtu, hata mume wangu akila atafurahi na atanipenda zaidi. Haijalishi hata tumizi nikitumia dogo, ila chakula kiwe kwenye ubora zaidi. Na mpaka sasa sioni kasoro yoyote ya kunilalamikia mume wangu kuhusu chakula. Kwa kweli nafurahia sana usia wa wazazi wangu. Nikishamaliza kiwanja, waliniambia nioshe vyombo. Nguzo ya ndoa, usitangaze siri za ndani. Pia mwana vipi? Una shida na shingapi? Una shida na shingapi? Asa si uje. Habari kaka. Safi, tupo. Asante, habari za hapa? Nzuri. Aisee, samahani. Bila samahani. Bwana, mimi nataka nianzishe swala la ujenzi. Ndio. Lakini sasa nikishaangalia kwa haraka saa hizi sitoweza kulimudu. Kwa nini? Maana mimi ni mtu wa kujichanga, napambana, napiga harakati huko mtaani. Sasa nikaona nahitaji nianzishe ujenzi. Ndio. Naona sasa ninachokuomba, nitaka nifahamu utaratibu wa kwenye hiyo ofisi yako. Maana mimi sina uwezo wa kulipa hela kesho, ila nahitaji kuwa natanguliza kidogo. Tulia hapo. Unataka nondo, simenti, bati, misumari, nene au? Sasa kwa sababu naanza na swala la msingi. Unaona, nitabidi kuwa naleta kwa ajili ya simenti. Nikimaliza kwenye swala la simenti nitaanza kwenye nondo. Nikimaliza nondo na misumari na vingine vinavyokuwa vinahitajika kutokana na mahitaji yangu katika ujenzi. Sawa. Nitakuwa naleta kidogo. Hamna shida, unaruhusiwa. Umesema kwamba utaratibu hapa ni upi? Tanguliza 50,000. 50,000. 50,000. Sawa. Hapa. Kazi njema. Haya, kujenga sio nguvu, ni akili. Huwa ninajifikiria sana. Watu tuna tabia ya kutaka vitu vizuri, lakini maumivu ya kuandaa jambo jema huwa tunashindwa kabisa. Mke wangu inabidi nije nimshirikishe kuhusu hili jambo, maana tukishirikiana katika familia tutajenga jambo jema. Nishirikiane naye kuhusu matumizi ya kila siku, yanaharibu pesa. Ni vyema tuwe tunanunua mahitaji ya wiki nzima,
ili pesa yetu itulie, ili tuwe na maendeleo, maana nyumba za kupanga zinachosha. Umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Kulipa baya kwa baya haipendezi, sio utu. Ni yako hivi? Ni yako kumbe? Ni yako. Labda uende huko. Wewe twende bana. Tumetoka mbali kote huko hapo unakuja ukatalia. Hebu twende, acha uoga. Karibu. Asante. Kaka, asante. Karibu sana. Asante kaka. Dada, karibuni. Asante. Vipi, habari za siku? Kaka ni nzuri. Kwema. Kwema. Naona kuna ugeni hapa. Nani yako huyu? Huyu, huyu ni rafiki yangu. Kaka, mimi nimekuja kama nilivyokutambulisha hapo mwanzo kwamba huyu ni rafiki yangu. Aliniomba niwe mwenyeji wake kwa upande wa dini. Kwamba wewe alikufuata akahitaji uwe mwenyeji wake upande wa dini, si ndio hivyo? Alifanya jambo jema. Yaani hapo sasa hata Mungu anapenda mambo kama hayo. Sio kwamba mtu unafanya kazi ambazo hazimpendezi Mwenyezi Mungu. Kwa kweli hiyo haiji. Ukiangalia ndio wamefanya vizuri sana, tena wamefanya vizuri. Hajashauriwa na mtu, si ndio hivyo? Wenda huyu ana makusudi ya Mungu. Sasa mimi ninampongeza tu dadangu, asante kwa kuchukua jukumu kama hilo. Ni wengi sana ambao hawana uwezo wa kufikiria kwamba huyu wakati gani nifanye nini. Ndio anafanya mambo ya ajabu ambayo yampendezi Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ni vizuri. Huyu dada mimi nafahamiana naye, ndio maana kufikisha hapa. Na ninashangaa umejiweje leo hapa. Wewe kaka, tuna shida kwa wateja kujua hapa. Nimemleta ili akufahamu. Naona kondo hivyo. Hapo cha kushauri wote tu, washauri wote. Kuna kitu ambacho wengi sana wanawahi kwenda makanisani lakini wanaenda wanafeli. Unaona, wanaambulia tu kwa wabishi kama mimi nishasali sikuona jambo lolote, utaniambia nini? Kwa watu wao changamoto ni moja. Wakifika kanisani kuna vitu ambavyo wanakalilishwa, alafu akiwasaidia kitu chochote.
niseme tu kweli. Shida sio maneno, shida sio andiko. Shida ni wale wanaotafasiri neno la Mungu. Na hakuna kitu kigumu mtu akidandia neno la Mungu kulitafasiri. Tajikuta ni sawa naongozwa na kipofu. Unajua ukiongozwa na kipofu, mzee atakupeleka sehemu ambayo ni hatari zaidi. Unaona, ndio maana wengi wanaambulia kuidharau dini kwamba mambo ya kusali nini, kumbe tu ni ile kukoswa nini, kukoswa mwalimu aliye bora. Sema tu kweli, siwezi nyenye nikawaficha, maana sitaki niwapoteze. Mwalimu bora ndo anakuweka kwenye msingi ulio bora wa kumjua Mungu, sawa? Na maisha yako ili yaende vizuri, kuna kanuni pia. Kwa hiyo sasa mimi cha kuwashauri, sawa, kikubwa tu msitende dhambi, sawa, muombe Mungu kwa bidii, na imeandikwa kwamba amtafutaye Mungu kwa bidii ndiye atakaye Mungu. Wenye kikubwa nyie muwe safi kitabia na maisha, sawa. Ukishakuwa tu safi kitabia, ndio unaruyani, utashangaa maisha yako yatakapobadilika. Hiyo umeelekea wapi hapo wajanga? Sisi tumeenda sasa, nikuandaa basi. Kuna haraka sasa, si twende. Nakwambia umepoona, kuna siku labda mtakuta mambo yako sio yote. Ndio hivyo kakangu, mambo mengi. Haya, ndio kumuongoza. Haya kaka. Haya, kama kuna kitu mnafeli, karibuni sana. Haya kaka, asante. Mgeni karibu dada. Karibu dada. Karibuni. Asante kaka. Haya, sisi tunaenda. Kila siku omba ukitamka maneno haya: nakataa roho za mafuatilizi kwenye maisha yangu. Wengine wanakulaga hata ugali na chai. Anataka bwana. Hodi. Karibu. Mama, shikamoo. Marahaba. Za kazi ni nzuri. Karibu. Asante. Mama, mimi natafuta kazi. Unatafuta kazi? Ndio. Yafanyeje? Kazi za hotelini. Kazi za hotelini? Ndio. Sasa mbona una mtoto mdomoni? Ufanyaje kazi? Mama, mtoto hakuna kumwachia kule nyumbani, na nyumbani huko baba tu. Kwa hiyo nimeona nije naye. Na wazazi wako kuachia mama yako? Mama hayupo. Mimi wenye watoto waga siajiri hotelini. Kazi sina mama. Mama, nisaidie tu, sina pa kwenda. Hapana. Serikali yenyewe inakataa kuajiri wa madada wenye watoto. Nitaanzaje kuajiri wewe? Nitakamatwa. Hapana mama, naomba tu nisaidie, maana mimi huyu mtoto sina kumwachia kule nyumbani. Naomba Mungu nisaidie. Basi nenda, nitakutafakari baadaye. Kesho utarudi asubuhi. Sawa. Haya basi, nitakufikiria kesho, nenda. Haya mama. Mimi leo ni mtu wa kutafuta kazi hotelini. Nilivyokuwa na ndoa yangu imetulia hivi, mimi leo natafuta kazi hotelini kweli. Mama, kweli dunia inazunguka. Kwa hiyo ni shauri yote kwamba niingie kwenye vikoba leo, wote siwaoni. Kweli dunia inafunza, ndio nimejifunza. Omba kila siku: Ee Mungu, nitenge na mabaya yote ya hapa duniani. Habari yako? Siku nyingi zimepita
Kuna vipi majibu yangu? Kusema ukweli sikujua hivyo, kulikuwa na mambo mengi na hapo na pale. Kiukweli mimi mwenyewe hata hivyo nimeshaokoka. Sasa hivi nimeshaokoka. Sasa hivi mbona umebadilika, umevaa nguo vizuri? Na wala maeneo yale hapo unaonekana mara kwa mara ulikuwa adimu sana kuonekana. Mbona umeokoka? Safi kabisa yani. Na mimi ndio nilikuwa napenda hivyo sasa. Inaendelea. Nguzo ya ndoa. Fuatilia, utaelewa tu.